Kila siku unalia, mambo yako hayaendi, dunia inakuchapa. Je, unatoa sadaka ndugu yangu? Au ukiziotea unagonga zote peke yako? Ukitaka kuona mafanikio, toa sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana. Kwenye sadaka, Mungu hana utani kabisa. Kama huamini, chukua kilo 10 za mchele, nyama na mafuta ya kula. Sasa hivi, wape familia moja maskini hapo mtaani kwako. Halafu sikilizia. Utashangaa, kila kitu utakachogusa kitaitika. Hapo ndipo utakapoelewa kuwa Mungu hana utani katika engo hizo za sadaka. Wenzako wanatoa sana sadaka. Kwa hiyo, mpendwa, ili kuyafikia mafanikio, kuna kanuni zake. Na kanuni mojawapo ni kutoa sadaka. Wenzako wanalijua hilo, ndio maana wanakwenda kanisani, wengine kwa yatima na wajane, na wengine misikitini. Kote huko lazima watoe sadaka. Sadaka ina nguvu kubwa sana ya kukuunganisha na madhabahu ya mafanikio yako. Heri mkono utoao kuliko upokeao. Hamna mafanikio yasiyotoka kwenye madhabahu. Halafu sio sadaka tu, lazima iwe sadaka iliyonona. Sadaka iliyonona itakuletea mafanikio yaliyonona. Sadaka dhaifu itakuletea mafanikio dhaifu. Sasa wewe msikitini huendi, kanisani huendi, kwa yatima na wajane huendi, unajiita neutral. Haya, unapotoa sadaka yako inenee. Usitoe tu kama vile unalipa nauli ya daladala. Sadaka imekuwa ikitolewa tangu enzi na enzi. Mababu zetu walitoa sadaka za vitu na maombi yao yalijibiwa. Kuna sadaka za damu, yaani kafara, na sadaka za kawaida. Sadaka ya damu ina nguvu kubwa sana kuliko sadaka ya kawaida. Chukua hata ling'ombe lizima, peleka kwa wafungwa gerezani, au pelekea wanafunzi wa bweni, wapike, wale, uone muujiza. Kuna watu wako mahospitalini wameshindwa lipa bili ili watoke. Nenda kamlipie mmoja wao atoke. Hilo ni bonge la sadaka. Mpenzi mtazamaji wa Mkoi TV, usibaki mtu wa kuchangia misiba na sherehe tu. Changia wagonjwa pia. Changia wenye njaa. Valisha wasiokuwa na nguo. Changia hata walioshindwa kulipa kodi na ada. Kuna mtu kwa kumwangalia tu unaona ana shida za kutosha. Hata kula ni tatizo, japo hajakuomba. Ila ukimwangalia vizuri midomo yake inasema, acha kusubiri muujiza bila kutoa sadaka. Hii ni Mkoi TV Online. Mimi ni Hilal Kanal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze. Mkoi TV. Nizamu, haki, weledi na uadilifu. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Amina. Amina. Bado. Amina. I'm able and I go out and to be a soldier saint. Wow. My name is Amina. I'm a girl after the grad. I want to be a soldier saint. Wow. My name is Gideon. I'm a boy. I'm a girl. When I go and to be a soldier saint. Wow. My name is Asmati.
Sinato. Sinato unataka kuwa nani? Pigie makofi. Anaitwa Ukiwa mkubwa. Nataka kuwa askari. Christopher, mimi sitakuwa kijana tena, mimi sitakuwa mzee, nimeshakuwa kijana, mimi ni kijana. Sasa jamani, mimi nikiwa kijana naomba mje mnipe maji ya kunywa. Kwa sababu kisha kuwa kijana sina inama nashika mkongoji. Hao ni wazee hao. Mimi ndiye kijana. Nashukuru sana vitu vyote wanavyosema mimi nishavipitia. Lakini mimi sikuwa nilikuwa niko mzee. Sasa nimekuwa kijana, wao ndio wazee. Mimi wenyewe wanasema watakuwa madaktari, maaskari. Mimi waaskari nilipitia wakati wa Mwalimu Nyerere. Kwa sababu usingekuwa mwalimu hujapitia jeshini mpaka upite kule upige gwaride wakuone kwamba huko mkakamavu kweli. Kwa hiyo wakati wa Mwalimu Nyerere nilipitia huko, halafu nikawa mwalimu. Nikatoka kwenye ualimu nikaenda kwenye unesi, nikadunda sindano. Baadaye ndio sasa nimezeeka niko hapa. Kwa sababu sisi wanatupeleka kila sehemu. Kila sehemu unaenda unaweza ukakaa miaka 5, sehemu nyingine wanakuambia nenda usome hiki. Vitu vyote unagusagusa. Lakini tulioanza nao mwanzoni wamemaliza chuo cha udaktari mwaka jana mwezi wa 5, wako 8. Wameshaanza kujishughulisha, wamepata kazi. Tuna wanaosoma chuo cha ualimu wako 9. Tuna wanaosoma sheria wako 7. Tuna wanaosoma kompyuta wako Bagamoyo wasichana 8. Alafu waliobaki ndio hao ambao kuna form 1 wapo, form 2, form 3 na form 4. Alafu wa form 3 wako Mloganzira, kuna shule ya masista wanachukua watoto wenye mazingira magumu. Kwa hiyo kule tuna wasichana 10 wako wanasoma kule, wanarudi huku mwezi wa 12 ndio waga wanapata likizo. Alafu mbali na hapo, tangu mwaka juzi serikali walisema watoto kuanzia miaka 18 tusilale nao kwenye vituo. Kwa hiyo waliomaliza form 4 mwaka juzi tumewapangishia vyumba mitaani mpaka walipofikia wakati wa kwenda vyuo. Ndio wanasema wakienda kusoma mwahudumie, lakini tusikae nao. Wamesema tukikaa nao wanaendelea kuzubaa, kwa sababu wanaona kwamba kila kitu kipo. Wakiamka asubuhi wanaona chakula kipo, matumizi yote wanapata. Lakini walipoenda vyuoni tumejaribu, tunawahudumia, tunawalipia ada, wapo wanasoma. Kwa hiyo tangu 2023 serikali walitutembelea wakatuambia watoto wa kike na wa kiume tusiwaraze nyumba moja. Lakini nyumba waliokuwa wanalala ilikuwa na korido katikati, mkono wa kulia wavulana, mkono wa kushoto wasichana, na kila vyumba vilikuwa na milango. Lakini walikataa, wakasema sasa hivi watoto ni wajanja. Kwa hiyo ndio tulipambana kununua kiwanja 2023 mwishoni. Kiwanja tulichopata kina ukubwa wa 39 kwa 41. Mwenye eneo alituambia milioni 65. Lakini tulimuomba kwamba hatutaweza kuilipa kwa wakati mmoja. Basi akakubali, akasema nitawapa namba ya benki, hata mkipata 500,000, 600,000 mwe tunaweka risiti. Tukimaliza kumlipa ndipo wataenda tuandikishane serikali ya mtaa. Basi sisi tukaanza mchakato huo wa kugawa fomu. Wageni wakitutembelea tunawapa fomu. Mwaka jana mwezi wa 12 waliorudisha, sasa hivi amebaki anatudai 2.5 mwenye eneo. Lakini kati ya waliotuchangia kuna mtu aliyechanga 49 peke yake. Mwaka jana Januari alirudi akatuambia kwamba anaomba awajengee watoto. Kwa hiyo ndio tulimuita mwenye kiwanja, tukaongea naye akakubali. Ndio huyo baba akaanza ujenzi. Lakini huyo baba hatumjui, aliletwa na rafiki. Kama nyinyi mlivyotutembelea hapa tukiwapa fomu,
Wakati anataka kuondoka akasema mnipe fomu ya pili na rafiki yangu nimpelekee. Tukampa hiyo fomu. Baada ya miezi miwili akarudi akaleta hizo akaleta milioni 49. Akasema rafiki yangu niliyempelekea ndiye ametoa hii nani. Bado yule aliyepeleka fomu ndiye anaendelea kuleta ujumbe wote na kuleta vifaa vya nani vya ujenzi. Sasa walipokaribia hapa wametuambia kwamba mwezi wa 4 au mwezi wa 5 mwanzoni watoto wanaweza kuingia kuanza kulala. Lakini tukamuomba tunaomba utupe majina yake matatu. Watoto wamtungie nyimbo za kumshukuru. Baadaye akatujibu akasema nilimwambia akasema yeye hataki, anataka sala, anataka watoto wamuombee. Kwa hiyo tukitaka kulala usiku watoto wanamuombea, tukiamka asubuhi wanamuombea, kila mtoto anapashwa ataje jina lake. Alitoa jina moja anaitwa Elvis, lakini la pili na la tatu hakuyatoa. Kwa hiyo ndio tunapambana kumuombea Mungu ambariki. Afiki salama, arudi salama. Sasa hivi tumewambia sasa tukiwa tunaingia tutamuona. Wasema yupo ameenda kusoma. Kwa hiyo ndio tunaendelea kumuombea. Inawezekana kati yenu yuko huko. Jamani wapigie makofi wageni wetu. Kristina, sisi tunashukuru. Shangazi. Amina. Sisi wazazi tulioko hapa, maana sisi pia ni wazazi, kutoka polisi wilaya Mabwepande, na mimi ndio naitwa Kole, mshauri OCD Mabwepande. Nimeongozana na wenzangu kama mnavyowaona, tunaye mkuu wa kituo cha polisi cha Mabwepande, kituo cha polisi cha Madale na viongozi mbalimbali wa wilaya ya Mabwepande ya polisi Mabwepande. Sisi kwa ujumla tumewiwa kuwatembelea watoto wetu na kutoa kidogo tulichonacho. Ningeomba sana watoto hawa wawaombee askari wa polisi wilaya ya Mabwepande waliojitoa kwa moyo wao wote kuweza kuwasaidia watoto hawa kwa kile ambacho kidogo walichokuwa nacho. Tumeona ni vizuri tushare nao watoto hawa, ukizingatia tuko ndani ya wiki ya siku ya mwanamke duniani. Sisi ni kina mama, sisi ni wazazi, sisi ni kina dada. Tumeona sisi tusimalize siku yetu bila kuwaona. Lakini sadaka hii imetolewa na wababa na wamama wa polisi wilaya ya Mabwepande. Kwa hiyo watoto wetu kidogo tulichowapa, tunaomba mshukuru, mfurahie, mwelewe kwamba wazazi wenu tunawapenda, tunawakumbuka huko tunakokuwa. Ndio maana tukaja leo kuwatembelea. Gift, naona umekuwa. Gift, hebu njoo nikuone. Sisi tunatulelea watoto wetu, tunashukuru sana. Na Stefano nao umekuwa baba. Kwa hiyo ujio wetu huu ni kwa ajili ya kuwaona na kuwatembelea watoto wetu ambao tulikuwa tukiwaokota njiani, waliotelekezwa na wazazi wao. Lakini tunakushukuru Sister Kristina, tulikuwa tukikuletea, unawaangalia vizuri, na sasa hivi na wenyewe kama ulivyowasikia wana matumaini na wana ndoto zao mbalimbali. I want to be a doctor, I want to be a soldier, nataka niwe mwalimu, nataka niwe mwanajeshi. Kwa hiyo haya ni matumaini ambayo tunayatarajia kuyapata kwa watoto ambao hata hawapo pia hapa. Kwa hiyo wapo wanajisikia wako nyumbani. Sisi tunawashukuru sana walezi wa kituo hiki, mnawalea vizuri watoto, tunafurahi sana. Tunawapenda, tutaendelea kushirikiana na nyinyi kwa kila hali. Kwa lolote tutakalokuwa tukipata tutawakimbilia na kuwafariji namna ambavyo tunawaona hivi leo. Asanteni sana. Mimi sina mengi zaidi ya kuja na kuwatembelea watoto wetu nikiongozana na jopo la askari wa wilaya ya kipolisi ya Mabwepande. Ndani ya siku hii ya wanawake leo tumeona inawahusu pia watoto wetu, tuje tuwatembelee. Asante sana. Nikoi TV.